Mwaka 1990 Somalia ilikumbwa na vita vya wenyewe kwa wenyewe kati ya serikali ya Siad Barre na waasi wakiongozwa na Mohamed Farah Aidid. Wakati huo balozi za Korea Kusini na Korea Kaskazini zilikuwa zikifanya juhudi za kidiplomasia ili nchi zao zikubaliwe kuwa wanachama wa Umoja wa Mataifa UN, huku kila upande ukitafuta uungwaji mkono wa serikali ya Somalia. Karibu, hii ni DTV. Mimi naitwa Naima Mohamed na hii ni filamu itwayo Escape from Mogadishu. Filamu hii ikiongelea historia ya ukweli iliyotokea kati ya miaka ya 1980 na 1990. Maisha ya Somalia ni mtafaruku. Hapo rushwa, kutumia cheo ni kitu cha kawaida sana. Kansela Kang anafika Somalia lakini hakuna mtu wa kumpokea, huku dereva mmoja akimfuata na kutaka kumwendesha, lakini anamkatalia, na baada ya kusubiri sana anainuka kuondoka. Ndipo balozi Han na Secretary Gong wanafika kumfuata. Kang akiwa na begi kwa ajili ya zawadi za kumpelekea Rais Barre, lakini zawadi zao zikiwa hazijajitosheleza, nyingi hazitampendeza rais huyo. Wanaanza kulaumiana kwani lengo lao ni kuwa upande mzuri wa rais huyo, lakini Ambassador Han anawaachanisha kuzozana na kumwambia Kang achukue taksi. Wao wanawahi na kumwacha. Ambassador Han na Gong wakiwa ndani ya gari wanawaza promotion na kuongelea namna watakavyozifunga vizuri zawadi hizo. Wakiwa hapo njiani wanaongea habari zao za hapa na pale, wanavamiwa na kundi la vijana wakiwa na maski na bunduki. Wanaamriwa washuke na wanapiga magoti. Ambassador Han akiwaambia wao ni mabalozi kutokea Korea Kusini, lakini hawasikilizwi. Swama, dereva wao aliyekuwa akiwaendesha, anajaribu kuwaelewesha wale vijana, lakini wanampiga, kisha wanaenda kwenye buti ya gari na kuchukua begi alilokuja nalo Kang. Balozi anajaribu kuambia kuwa huo ni mzigo wa Rais Barre, lakini hawamsikilizi na kuondoka. Ambassador Han anamwambia Swama asubiri msaada pale, na wao wanakimbia kuwahi kikao na Rais Barre kwa kuwa hakuna tena usafiri. Wanafika wakiwa wamechoka sana. Wanapofika wanaambiwa kuwa kikao kimeghairishwa kwa kuwa wamechelewa, licha ya kulalamika ni dakika 15 tu, na kuwa kikao wakiomba tangu miezi 3 iliyopita hawasikilizwi pia. Ambassador Han akiwa analalamika, anamuona balozi Rim wa Korea Kaskazini akiingia kwenye kikao na Rais Barre. Wale vijana walioiba wakiwa ufukwe wa bahari wanacheza mpira, anakuja Kansela Tae kutoka Korea Kaskazini na kuwapa watoto zawadi, na kisha kuonana na kijana aliyeongoza yale mashambulizi. Anampeleka walipoficha begi na kumkabidhi pesa, kisha anaondoka zake. Balozi Rim akiwa na lile begi, yeye ndiye aliyewatuma wale vijana ili kumkwamisha balozi Han kufika kwenye kikao. Upande wa Han, wao walikuwa wakilaumiana tu kwa kupoteza zawadi za rais, huku Kang akiwauliza kwa nini hawakuita hata polisi. Han anasema hakuna haja, kwani inajulikana ni Rim ndiye aliyefanya vile. Gong na Kang wao sio watu wa kupatana. Pale pale wanaanza kubishana kama kuna mpelelezi kati yao na kuanza kutupiana lawama, na hapo simu inaita, waziri wao akitaka kujua maendeleo ya kikao. Wanamzuga na kukata simu. Kisha Secretary Gong anatolewa nje na Kang pamoja na Han wanakaa kikao, ambapo Kang anamwambia Ambassador Han kuwa Korea Kaskazini wanasambaza silaha na tayari kuna picha amempa mwandishi wa habari wa Kizungu. Ambassador Han anamuuliza kama ana uhakika na zile habari. Kang anasema haimhusu, kwani habari hizo sio za kwao, hivyo hata kama ni za uongo basi zitakuwa na manufaa kwao. Ni kama kila mmoja anamchafua mwenzie upande wake. Asubuhi kuna kucha, Ambassador Han na Kang wanaelekea kwenye kikao, ambapo Han anakaa na mtu wa karibu wa rais. Wanaanza kumwambia kuwa Korea Kaskazini wanauza silaha kwa waandamanaji, lakini mtu huyo anapotezea swala hilo na kuomba rushwa ili awafanyie mpango kwa Rais Barre. Han na Kang wanatoka wakiwa wamekasirika, na Han anamuuliza kama kuna uwezekano wa kupata pesa ya haraka kumpa kama alivyotaka. Wakiwa wanapishana pale kuhusiana na pesa, wanamuona Ambassador Rim pamoja na yule mtu wakikabidhiana mizigo kwenye boksi, ni rushwa na kuagana. Han anamfuata Rim na kuanza kubishana. Wakiwa pale wanasikia mlio wa risasi, vita imeanza huko nje. Yule kiongozi anarudi na kuwapa taarifa za vita kuwa hakuna pa kukimbilia, ila anawaahidi Rais Barre atalishughulikia swala hilo, na hapo wanaanza kukimbizana baada ya kutupiwa mabomu humo ndani. Kule kwenye makao yao makuu hali ya wasiwasi imetanda, Secretary Gong akijaribu kuwatuliza wenzie, na hapo wanakaa chini kuomba, lakini mlango unagongwa na kufunguliwa. Ni Swama ambaye amejeruhiwa. Wanamuingiza ndani na kutaka kumpa huduma ya kwanza. Wakiwa wanamtoa baadhi ya nguo, wanamuona na kitambaa cha waasi na kujiuliza kama na yeye ni miongoni mwao, na kama ni hivyo basi watalaumiwa wao pia kwa kuwa alikuwa dereva wao kipindi chote. Na hapo mlango unagongwa tena, ni polisi ndio wamefika. Secretary Gong anawazuia kuingia ndani kwa nguvu, na hapo Ambassador Han na Kansela Kang wanafika na
wanatumia vyoo vyao na kuwazuia polisi kuingia ndani. Baada ya askari kuondoka, ndipo Gong anampa taarifa Han kuwa yupo ndani Swama. Wanapoingia ndani, wanakuta Swama ameshatoka nje na kukimbia, ambako huko Swama anapokimbilia anakutana na polisi, wanampiga na kumuua. Wakati wanampiga na kumuua, kuna mtu anashuhudia tukio lile. Asubuhi waasi wanapita wakitupa vipeperushi vinavyochochea maandamano zaidi, na kundi kubwa la watu linatoka nje asubuhi kuandamana. Kila ubalozi unapokea barua kutoka kundi la waasi likiweka msisitizo kuwa yoyote atakayemsapoti Barre basi atakuwa ni adui yao. Kang anaamua kutoka kwenda ubalozi wa Marekani kuangalia hali inavyoendelea na kuacha wenzao wakijadiliana. Anapofika huko, anakuta nje maandamano yamekuwa yanazidi kukua kila kukicha. Bado wapo na wasiwasi, hawajui nini kinaendelea, na Ambassador Han anamtaka mkewe aondoke na kuwaacha hapo, akimwambia anamwandalia safari, inabidi aondoke haraka sana. Kang anashuhudia watu wakigombea chakula, na hapo polisi anamuona na kumwomba kitambulisho na kukaguliwa na kisha kuruhusiwa, huku Ambassador Han yeye akiwa anatafuta namna ya kumsafirisha mkewe. Anagundua hakuna usafiri wowote unafanya kazi na hata benki zote zimefungwa. Kwa muda huo pesa yoyote haina thamani. Han anamshauri Kang wakatafute dola, lakini Kang anamwambia hakuna kitu anaweza kupata. Wakiwa ubalozini, waandamanaji wanafika na kuanza kuwashambulia na kuwarushia mawe. Han anaamuru kuchomwa dokumenti zote zinazoihusu serikali ya Somalia. Na kwa upande wa balozi ya Korea Kaskazini, nao pia hali kwao ni mbaya, wakishambuliwa na kurushiwa chupa za moto. Simu zote na mitandao inakatwa, hakuna namna ya kupiga simu. Kang anakumbuka kuwa wana tepu ambayo ilikuwa ikiongelea na ikionyesha wao wapo hapo kuungana na wananchi wa Somalia. Wanaichukua tepu ile na kuunganisha na redio ili kuzuia wale waandamanaji wasiendelee kuwashambulia, na hapo jeshi linafika na kuzuia maandamano kwa kuwapiga sana watu hawa wanaandamana, na baadhi ya wanajeshi wanatumia bunduki na kuwaua waandamanaji. Pande zote mbili za Korea hali ni tata kwao. Waasi wamefika kila sehemu mpaka wamechukua baadhi ya stations za redio. Kang anaelekea polisi jioni, anakutana na yule askari waliokuwa mwanzo na anashindwa kumpa msaada. Kang anakasirika, lakini yule polisi anamtishia na kumwamuru arudi alipotoka. Kang anakasirika zaidi na kupiga honi kwa nguvu, akiongea kwa sauti kuwa yeye ni balozi wa Korea. Yule askari nia yake ni kumzuia kufika kwa wakubwa zake, lakini Kang haogopi. Anamwambia kuwa wana dokumenti nyingi zinazowahusu, hivyo waasi wakiwavamia na wao watawapa dokumenti zote, na pia kwa upande wa pesa za Somalia hazina thamani tena wakati huo, na hivyo lazima wawape msaada ili waweze kupata pesa za kigeni. Jambo hilo linafanya wapate msaada wa polisi na kurudi na jeshi kwenda kuwalinda. Baada ya kuuliwa watu wengi na jeshi, waasi wanajitokeza kwa wingi na kuwapa silaha wananchi, na kisha wanavamia vituo mbalimbali vya polisi. Yule polisi mtata na aliyemuua Swama anakamatwa na wananchi na kuuliwa, pamoja na maaskari wengine ambao walihusika kuua waandamanaji. Kwa upande wa Kang, yeye bado anatafuta namna ya kuondoka nchini. Anafika na kuulizia ndege inayoondoka nchini hapo, lakini anaambiwa kuwa ndege zinazoondoka ni zile ambazo zimeleta kubeba watu wao. Kama wao wanataka kuondoka, basi na wao waiombe serikali yao iwaletee ndege. Han anamwambia kuwa wamejaribu lakini hawana mawasiliano, wanakataliwa kupewa msaada wote wa ndege, na wanapoomba basi hata kuongea na balozi zao zilizopo Kenya pia inashindikana. Kwa upande wa kina Rim, nao pia wanazuiwa na kuambiwa kuwa muda si punde hakutakuwa na ndege yoyote inaweza kutoka Somalia, hivyo wakitaka ndege wawasiliane na watu wao wawaletee ndege. Usiku wanarudi kwao, na wakiwa wamekaa wale vijana wao wa Kisomali waliokuwa wakiwatumia wanakuja, lakini sasa hawaji peke yao, wanakuja na kuingia na waasi na kuwaweka chini ya ulinzi na kuibiwa kila kitu. Na wanapojaribu kuwazuia kushambuliwa, Kansela Tai anapigwa sana, na mmoja wa kiongozi wao anawaambia waondoke haraka, vinginevyo wakubwa wao watarudi hapo, na akirudi hawatakuwa na msaada wote, hivyo wanatakiwa waondoke muda huo huo. Wanajiandaa kuondoka, lakini hawana kibali chochote, na huko nje safari ni ngumu sana, lakini Rim anawaambia wachukue cha muhimu na kuondoka. Usiku huo wanaanza safari ya kukimbia barabarani. Kuna miili tu ya watu ndio imelala. Kila wanapopita hakuna pa kwenda, hawawezi kurudi tena kule walipotoka. Wanakutana na watoto wadogo wa Kisomali wameshika silaha, na wale watoto wanawaitia wakubwa wao wakisema kuwa kuna kundi la Wachina maeneo fulani wamejificha, hivyo inabidi waanze tena kukimbia. Wakiwa wanakimbia, nyuma wanafuatwa na kundi la waasi wakiwa na silaha. Katika kukimbia kwao wanafika kwenye balozi ya Korea Kaskazini. Nje kuna kundi la askari linalowalinda. Rim anataka kwenda, lakini mwenzie
Tai anamzuia akimwambia sio sahihi kuomba msaada huko, kwani nchi zao mbili hazipatani. Hata kama wakisaidika, basi wakienda nchini kwao wataishi kama watu wasaliti. Lakini Rim anamwambia kuwa anajua anachokifanya na kwamba hata wakiingia humo kuna namna ya kuwageuka na wao kuwa ndio wamiliki wa eneo hilo na ulinzi wote. Wanafika hapo na kuwaomba msaada. Han anasita kuwapokea, lakini Kang anasema wawachukue, watahitaji kuwatumia hapo baadaye. Waasi wanafika na wanaanza kuwashambulia kwa risasi, na hapo kunakuwa na mshike ya kupigana risasi, na mwisho wale waasi wanakimbia. Wanashuka juu ya ghorofa lao na kuelekea getini na kuwapa msaada wakina Rim na kuwaingiza ndani. Wanawapa chakula na kila mmoja ni kama hamwamini mwenzie, lakini mazingira yamewafanya wawe hivyo. Wakiwa ndani, Han na Rim wanapata muda wa kuongea na kusawazishana baadhi ya mambo ambayo walifanyana, na mengine pia wanaanza na kuzungumza, huku Kansela Tai na Kansela Kang wao wanakorofishana na kuanza kupigana. Wanafika watu wote na kuona kinachoendelea, ambapo hapo wanaamua na kuanza kutupiana lawama, kila mmoja anataka kumtumia mwenzie. Na hapo ndipo wanajua kuwa wale polisi waliowaweka kuwalinda walishaondoka, kwa kuwa hawana tena pesa za kuwapa kuendelea kuwalinda, na wao tayari wameongezeka na kuwa kundi kubwa la watu. Inabidi sasa waanze kushirikiana kujikomboa kwenye hali hiyo, kwani hakuna tena msaada wote zaidi ya wao kwa wao. Wanakubaliana kila mmoja aende kwenye ubalozi ambao utawapa msaada, na asubuhi wanatoka. Han na Kang wanaelekea katika ubalozi wa Italy, huku Rim na Tai nao wakielekea katika ubalozi wao kwenda kuomba msaada. Kwa upande wa Rim na Tai, wao wanakosa msaada kabisa, lakini kwa upande wa Han na Kang, wao wanapata msaada, lakini wakiambiwa watachukuliwa wao tu na kina Rim wataachwa. Lakini Han hakubaliani na hilo, anaomba msaada na kusema kuwa wataondoka nao wote, na mwisho wanafanikiwa kuongea na ubalozi wao uliopo Kenya na kupewa msaada kuondoka eneo hilo, ambapo wanaambiwa ndege itaondoka kesho yake, hivyo hapo wanatakiwa kufika kabla ya saa 10 kuisha. Inabidi warudi kwa ajili ya kwenda kuchukuzana wote na kurejea hapo. Wanaanza kujipanga kutoka, ikitokea wakakutana tena na waasi, na kwa kuwa magari yao hayataweza kuzuia risasi, wanaamua kutumia vitabu kuyafunika pamoja na milango ili kukinga risasi hizo. Pia wanajaza mifuko michanga yote kuzuia risasi zisiingie. Wakati huo huo, adhana ya saa 10 inaadhiniwa. Lengo ni kufika kabla ya jioni, hivyo wanatoka na kuanza safari. Njiani kupo kimya sana, wanapita kwa amani kwa sababu watu wanaswali. Kuna baadhi ya wanajeshi wanatoa miili ya watu iliyokufa. Wanaona hali hiyo, wanaendelea na safari, na mbele ya njia wanakutana na kizuizi cha jeshi. Wanajaribu kuonyesha vitambulisho vyao pamoja na bendera nyeupe ya amani, lakini badala ya kutoa mjiti ukiwa na ile bendera ya amani, mjiti unatoka mtupu, ambapo mmoja wa jeshi anadhani ni bunduki na kuwaambia wenzie kuwa wana silaha na kuanza kuwashambulia. Hapo inabidi wakimbie, kwa sababu hata wakishuka wanauliwa tu, hakuna tena kusikilizwa. Wanapata upenyo na kuanza kukimbia, lakini nyuma wanazidi kukimbizwa. Na katika kupambana nao wale wanajeshi, gari ya Kansela Tai inapoteza mwelekeo na kupotezana na wenzake na kuanza kukimbizwa na askari, huku wale wengine wanakutana njiani na waasi, na wao wanaanza kushambuliwa, lakini wanavuka hivyo hivyo kwa mbinde na wanafika ubalozi wa Italy. Kabla ya kuingia kabisa katika ubalozi kule, gari zao nje zinakwama, hawawezi tena kuziendesha. Wanashuka na kuchukua bendera nyeupe na kuanza kukimbia kwa miguu, lakini nyuma waasi wanaofuata na kuanza kuwashambulia, na wanajeshi wa Italy nao wanarusha mashambulizi. Wakati huo gari la Kansela Tai linafika, na hapo pia likiwa linakimbizwa na wale wanajeshi wa Somalia, na wanajikuta wapo katikati. Nyuma waasi, pembeni wanajeshi wa Somalia, na juu kuna wanajeshi wa Italy. Ambassador Han na Kang wanainuka na kujisalimisha, wakisema kuwa wao si waasi wala si wa Somalia, bali wao ni watu kutoka Korea Kusini na Kaskazini. Wao ni mabalozi tu, na kisha anaelekea kuwatoa watu kwenye gari ya Tai, lakini kwa bahati mbaya Tai alikuwa kashapigwa risasi na kufariki. Wanafunguliwa mlango na kuingia ndani ya ubalozi wa Italy, ambapo humo ndani jioni wanafanya mazishi ya Tai, na Han anamwambia Rim kuwa ndege inafika kesho, hivyo wanapelekwa airport salama na jeshi la Italy. Njiani waasi wanapoona ni kikosi cha Italy, wanawapisha njia na wanapita salama mpaka airport, wakipanda ndege kuelekea Kenya, ambapo huko kila mmoja atapatiwa msaada na nchi yake. Wanapata amani kwenye ndege kuwa safari yao inaenda kufika salama, lakini wanapofika, Han anamwambia Rim na watu wake kuwa wakifika nje wasitambuane kama watu waliokuja pamoja au kupeana msaada, ili huko nje nchi zao zisitake kuwachukua akina Rim
au nchi ya kina Rim isitaki kuwachukua kina Han kwa kushirikiana na mwisho kuja kuwa mateka katika nchi zao hizo mbili. Wanashuka na kuondoka, kila mmoja akipokelewa na ubalozi wake, wakifanya kama vile hawatambuani. Nchi mbili za Korea Kusini na Korea Kaskazini, wakati huo mtu yoyote ukionekana una ushirika na upinzani wa nchi yako, basi unachukuliwa kama msaliti wa nchi. Hivyo wanashuka na kupokelewa na kujifanya kama hawatambuani. Na huo ndio unakuwa mwisho wa filamu ya Escape from Mogadishu. Mimi naitwa Naima Mohamed, asante kwa kutazama. Kama hujasubscribe unapitwa na vitu vingi, fanya hima kusubscribe, kulike, kushare na kuacha comment yako. Asante sana.